Amina. Heri ya mwaka mpya. Amina kwenu pia. Amina. Barikiwe sana. Amina sana. Amen. Mimi namshukuru Mungu kwa uzima aliyotupatia kwenye familia yetu. Amen. Na afya. Japokuwa hapo katikati kulitokea changamoto, dadangu kulikuwa na shida alikuwa anapitia. Nimshikisha hata mchungaji hapa. Maana alikuwa amepangiwa tarehe ya kwenda kujifungua ilikuwa kama tarehe 25. Baadaye akailisha kutokana na ilikuwa siku ya sikukuu. Amen. Wakampangia siku nyingine ilikuwa siku ya Jumatatu. Walipompangia ile Jumatatu aende kufanyiwa upasuaji, maana yeye huwa anajifungua kwa operation. Watoto wake huwa ndio anajifungua kwa operation. Basi siku ya Jumatatu ameenda sijui kwa nini akarudi nyumbani, sijui aliambiwaje. Basi siku ya ambayo alipangiwa ikawa ni siku ya Jumanne sijui Jumatano akaenda. Fika kule wakati wameandaa vitu vya upasuaji tayari wamfanyie upasuaji, madaktari wakasema kwamba umpeleke kwanza tena ultrasound tukampime tuangalie ni mtoto amekaje tujue tunampasua vipi. Basi wakati wamempeleka kwenye ultrasound wamempima, ultrasound ikasoma hamna kitu kinachoonekana mule zaidi ya wakasema bandama limevimba. Baada yani hana ujauzito ila bandama limevimba. Wakawapigia mpaka hospitali, maana hiyo hospitali aliyokuwa anaenda kufungua ni hospitali kubwa tu. Basi wakawapigia mpaka kule ambako alikuwa anahudhuria clinic. Wakamwambia mbona huyu hata ultrasound alifanya na mtoto na wamepima mtoto wa kiume wenyewe aliposema mbona huyu ana mtoto? Inakuwaje? Wanasema tena kuna bandama na clinic amfuatia miezi yote 9 na anakuja hapa tunampima ni ana ujauzito. Basi ukabidi wakampigia mume wake akamwambia kwamba arudi nyumbani, maana wale madaktari akasema sasa huyu anatakiwa afanywe upasuaji haraka kutokana na hili bandama limeshakuwa kubwa limeshajaa. Kwa hiyo anatakiwa baada ya sasa tumwandae upasuaji wa bandama. Mume wake akasema hapana haiwezekani, naomba tu mrudishe. Yule mume wake ni yani tuseme ana mimi katika hizo maji na mafuta huko. Anafuatilia mtumishi kwenye TV. Basi wakarudi nyumbani, lakini mimi kama wadangu sikujua. Sasa nikawa nimepiga kwa fulana muuliza mama vipi amejifungua mtoto gani, ndo akawa ananisimulia haya yaliyosiku. Basi baada hapo sasa nikawa nimemshikisha mtumishi hapa na mmoja nikawa naombea, nishikisha watumishi wa Mungu mbalimbali nao wakawa wanamwombea, lakini pia baada ya maombi na hivyo baadaye ndio wakamwambia dada nenda kwanza tena kapime. Akaenda kupima hospitali nyingine ya private. Ameenda kupima, wamekuta ile bandama hakuna bandama iliyovimba. Hamna bandama iliyovimba wala mtoto hayuko tumboni, lakini wanasema wao madaktari wanachoshangaa. Ukimwangalia huyo mtu ni mjamzito kabisa na amechoka. Tumbo kubwa. Lakini pia na mume wake nilipokuwa naongea na shemeji akawa anasema kwamba yani hata maziwa yanatoka kabisa kama mtu ambaye ananyonyesha. Yani kama ashajifungua. Yani ni mpaka madaktari wanashangaa mbona mtu ni mjamzito, yani kwa mwonekano ndio mjamzito, lakini vitu haiwezekani, vitu vya ajabu ambavyo hata mimi nimesoma nini sijakija. Kutoka kitu kama hiki akamuita mama akamwambia hebu njoo. Akamuita shemeji akamwambia nyie mimi nawashauri hivi, mimi toka udaktari wangu hapa nimesomea na yote nimefanya kazi. Hiki ambacho kimemtokea huyu, naomba kama mnaamini wachungaji nendeni kwa wachungaji. Kama mnaamini waganga nendeni kwa waganga. Yaani nendeni upande wa pili kokote ambako nyie mnaamini. Ila bila hivyo hapa mtampoteza. Basi wakarudi kutoka huko, wakati huo tunawasiliana, tunaomba kwenye simu, napiga tunaomba hivyo. Wakati huo wakawa wamerudi tena siku ya pili ameamka hali kama ikawa tete tena, mara kiuno tumbo vinauma. Yaani wote pale wanashangaa sana. Yaani hata dada alikuja nyuma ya mwezi alikuja hapa nyumbani, ni mjamzito kabisa, yani ni mama kama sema amechoka huyu anajifungua tu mwezi. Nikasema mbona amekuja huko, akasema kutokana tu na kwamba hivyo tu ameamua kutokana na kwamba alikuja kwa wifi zake huko mjini kwa Mbagala, ndo akaja mpaka nyumbani. Basi baada hapo wakampeleka siku ya pili yake kwa mchungaji, kampeleka kwa mtumishi wa Mungu kule sasa. Nasi tulikuwa tunaomba pia kwa mbali, lakini Mungu pia alitenda, bandama likaondoka japokuwa ujauzito haukuonekana. Basi wakawa wamempeleka tena kwa mchungaji huko. Basi mchungaji akamuombea, baadaye mapepo yakalipuka. Yakaongea pale kwamba tunakuwa na nini wao yeye na dadangu wao na baba wao ambaye alishafariki. Yeye na dadangu sisi tumeishia mama. Sisi tuko 5.
Basi na dada wao mwingine, maana kwamba yule baba kabla ya kumwoa mama alioa kwanza mke mwingine. Kwa hiyo dada ndo anaifanya hiyo michezo yote. Akawa amemtaja jina kwamba yani alipolipuka mapepo ndo akawa anaongea kwamba ni sisi tumetumwa na nani, ndo akawa anamtaja huyo dada anaitwa Consolata. Umetumwa na dada yangu huyo ambaye ni mama Neema, yani ni mama wa mtoto yule ambaye alikuwa anakuja hapa, ndo mwenye hayo matatizo yote. Basi na nilio huyo dadangu maana Neema hao waliolewa, yani huyo dada aliolewa kwanza kabla hajaolewa na huyu mume wa saizi. Aliolewa ambaye baba yake ndo akina Neema huyo. Sasa ndo akawa anasema kwamba na wote wanatokea kijiji hicho alikoolewa huko. Yani yeye kule aliolewa lakini na dada yake huyo ambaye alimtamka ndo anakaa huko. Basi wakawa anasema kwamba ni tumetuma na fulani, ndo akamtaja huko Consolata akishirikiana na upande wa mume ambako aliolewa zamani. Ndo amekuja kuchukua hiki kiumbe. Nani aliambaye kwa kuchukua kiumbe, ndo akamtaja huko Consolata. Amekuja kuchukua kutokana na nini? Mwaka unapoanza anadaiwa deni la mtoto wa miezi 9. Kwa hiyo Mungu akitujalia wake zenu wa mama tunapobeba ujauzito, tunataka tuombe kwa kweli Mungu tulinde sana wewe. Alikuwa anadaiwa mtoto wa miezi 9, mimba ya miezi 9. Kwa hiyo akaenda kumchoropoa kule kwa dada yake. Na wakati huo Shema ananiambia kwamba kabla ya hapo alikuwa amekuja pale nyumbani. Yaani hawajui ametoka wapi na pale hajawahi kufika. Eti ghafla tu odi, hakuna taarifa, odi. Sasa akasema eti dadangu na mfano kwa dada. Sasa shemeji akauliza ametokea wapi na mpajuaje hapa? Yule ana imani za mposa huko, lakini wewe upande wewe. Ametokea wapi? Akasema ni dada yangu tu, unajua wale washafungwa ufahamu. Na huyu sio wa kwanza, dadangu mwingine tena alimfanyia hivyo, huyo mwingine ambao ameshare. Alimfanyia hivyo na yeye kachoropoka tu. Basi wakawa amekuja pale amekaa siku 3. Sasa Shema anasema kwamba kuna siku alienda uani, yani alienda chooni, yani ametangulia dada alikuwa ameenda chooni. Baadaye na yeye amekaa akaingia yule mama, yule dada yake ambaye baada ya hapo yeye akawa sasa ameenda kule. Sasa mkuja kule anakuta damu chooni, kimkuna damu. Sasa kauliza hizo damu zinatoka wapi? Akamfuata mke wake akamuuliza mbona kule kuna damu na yeye ni mjamzito? Mbona kule kuna damu, hizo damu zinatoka wapi? Anasema damu, mbona mimi ndo nimetoka? Yani yeye ndo ametoka kwa alianza yule dada yake. Yeye dada ndo akaenda. Dada anasema mbona mimi nimetoka huko hamna damu? Anasema kule chooni kuna damu. Basi tu ikapita hivyo, lakini baada hapo siku 3 yule mama akaondoka. Yani hawakujua ametokea wapi. Yani pale hapajui na wala hawajawasiliana kwamba ni zaidi ya mimi nakaa mjini sio nini. Basi anakaa amefika tu huyo hapo. Basi amekaa pale siku 3. Ndio hayo yote yaliyotokea. Basi ndivyo akamtaja huyo na mtoto yuko wapi, wakasema mtoto amemhifadhi sehemu fulani ndio kwa ajili ya kutoa hiyo sadaka huko anakodaiwa. Basi wakamuombea pale mtumishi wa Mungu, akamwombea. Baada ya hapo, yani na huyo mume wake alikuwa maelezo yao kwamba na huyo mume wake kwa maelezo alivyokuwa anaongea kwamba huyo mume wake ambapo alikuwa ameolewa kule hawataki pia wananiliwa wawe pale. Na ndio maana anapigiwa anaambiwa kwamba yule mama yake na kina Neema, bibi yao na kina Neema huyu wanaendaga kwenye yale makaburi sio nini, wanaomba watoto wale warudi. Kwa hiyo wanaombea kina Neema wote hao warudi, yani zile roho warudishwe. Kwa hiyo mmoja wameshamfanikisha, wamemnasa, wamemrudisha. Mdogo wake na Neema wamemrudisha. Kwa hiyo sasa bado anataka kuwavuta hao bado warudi. Na ndio maana anapigiwa simu, rudi nyumbani. Mimi si baba yako, nitakutoa lazi sio nini. Anapigiwa simu za ajabu hivi. Lakini namshukuru Mungu baada ya hapo akawa wakawa wanasema kwamba hawataki awe ameoleka kule, hataki akae kule mjini nini. Basi na mama anasema tu leo maana ukizingatia hakuwahi hata kutoa barua kwa maelezo ya mama. Hajawahi kutoa barua hata mahali hata shilingi moja. Yaani hajawahi kupeleka chochote nyumbani. Lakini walikuwa wanaishi tu. Kila akimwambia hivyo yani hana habari. Sasa huko alikooleka ndo amekamilisha taratibu zote vile inatakiwa. Lakini ndo anadai kwamba hataki aoleke kule ambako ameoleka. Kwa hiyo anataka harudi, aiza amrudishe kwa namna yoyote hata akimuoa mwenyewe. Basi wakawa baada ya kuombewa, baada hapo akawa anatoka pale mtoto anacheza kabisa tumboni. Yaani mtoto anacheza, yeye Shema ananiambia mtoto anacheza kabisa, unaona kabisa mtoto anacheza. Basi wamerudi nyumbani. Tayari wamekaa kuchukua kipimo kupima. Akamnunulia tu kipimo cha kawaida kupima. Mstari umepita kabisa, hamna chochote. Yaani hamna chochote, unaona mstari mmoja tu hana. Na mtoto anacheza tumboni.
Basi baada hapo akaanza sasa kuumwa vile nini, maana sasa operation wakikupangia siku gani natakiwa siku hiyo sawa na siku ya kujifungua, sasa hivyo pitiliza pale. Anaanza kuumwa, ikabidi wampeleke hospitali. Kumpeleka hospitali, yani madaktari wenyewe sasa wanashangaa. Yaani mtu ukimwangalia hivi ni mjamzito, tumbo kubwa, amechoka. Lakini wanampima huku vipima bado tukampima labda, lakini hamna kitu. Yaani mtoto anacheza akitoka kwenye ile mashine ya kupima. Akiingia kwenye ile mashine ya kupima mtoto acheze tena kimi. Akitoka amekaa huko mtoto anacheza. Basi wakampima hamna kitu. Ikabidi tu sasa baada ya hapo, baada ya kukaa nesi, baada ya kuwachunguza akasema huyu bwana ameshajifungua. Yaani anaonekana ameshajifungua, yaani anatoa hata vile vitu vya kuonyesha kabisa ameshajifungua. Huyu ashajifungua. Inatakiwa tu kwenda kumsafisha basi, maana hamna namna. Ikabidi tu akamsafishe na ndio ikaishia hapo. Yaani ndio ilipoishia hapo, yaani imebidi tu amsafishe. Lakini huyo dada yetu mwingine alikuwa mjamzito pia, akaenda kwake. Siku karibia na kujifungua akawa ameenda kwake kumtembelea. Ameenda kumtembelea, baada ya kuja kule akamwambia, "Hii dawa itakusaidia ujifungue vizuri, utasikia maumivu, utasikia nini." Akampa ile dawa. Amerudi nyumbani akasijua alikunywa ile dawa usiku kuumwa. Baada hapo kumpeleka hospitali, mtoto amejifungua, mtoto kote hapa chini ubongo, yani anatoka na ubongo unafumuka Kwa hiyo yani ni hivyo. Kwa hiyo mimi ninachoshukuru Mungu, pia dadangu alikuwa anaota kwamba alipokuwa anasimulia kwa maelezo yake. Maana mimi hata kama mtu akiniambia mimi niombe napitia kitu fulani, namuuliza kwanza unaota nini? Unaotaga nini? Kama unapitia kitu fulani. Kwenye ndoto ile anaweza kupata jibu lake. Basi akawa ananiambia kwamba mimi naota kwamba niko nyumbani kwa yule mume wake wa kwanza kule, lakini akiwa amefunikwa sanda, yani amefunikwa sanda, amezungushiwa sanda, amelazwa kwenye jeneza, lakini anapiga kelele akiwaambia tu kwamba mimi niko hapa jamani, mbona mnaniambia nimekufa? Mimi niko hapa, mbona mnaniambia nimekufa? Basi nikajua huyu pia yuko kwenye timing za kuchukuliwa nini msukule. Kwa hiyo mimi nikawa nazidi kuomba na hivyo nikawa tunaomba, na mshukuru Mungu mpaka sasa hizi afya yake imetengemana, lakini nashukuru Mungu hata kwa kumjalia uhai ambao amemjalia, na imani kwamba Bwana ametenda, yamkini angeondoka nao wote wawili. Ila namshukuru Mungu sana kwa hilo. Amina sana. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Shangilie tena Bwana Yesu kwa makofi. Shuhuda nzuri, shuhuda ni ndefu, shuhuda ina mafunuo, inatufundisha mambo mengi sana. Amina. Mtumishi wa Mungu